kodi alingila msabuni leo moko na pale ukuliza kuputi na sabino Qur'an nazaliana ni Qur'an hivi eza maloba ya Zambe ni maneno ya Mungu na nalingeba nimependa kujua uzala rasumi uko mnyenyekevu Nabii sura ya pili sikiza umeniuliza sura ya pili aya 136 soma na kujibu Coran chapitre 2 verset 130 sina kujibu na sopo sa réponse mtuna ameuliza swali unataka ni jawabu tunaweza mtuna te mtuna mara tunawape yoka mtuna na ngana ulizo ingakao kumwambia sikia swali zangu sasa uliza swali ukiuliza umenyenyekea tuna bila kunyenyekea Mungu siwezi kuwa Muislamu. Soki na za sumika na kuzamisima. Ningekuwa na maamini Yesu kama nyinyi. Nalingaki naza na mtoza kwa ni maseziro. Evangile ya Jésus injili ya Yesu na kata Qur'an ani ezali kopie ndambu. Ezali kopie ndambu imeandikwa nusu bakora yango nyoso tena Qur'an hawakuandika zote ndani ya Qur'ani na nyingine talako na nyingine la kisawanda kisamoko imependa kuonesha alama mfano moja na kata Qur'an ndani ya Qur'ani ezola kisake Evangile ya Jésus boza yango nyoso te imeonyesha kwamba injili ya Yesu ndambu iko nusu na zote na ilmu 3:45 nasoma Imrani 3:40 na zola kisoko baraza nazotanga ilmu 3:45 natengele Luc chapitre 1 verset 9 na malobana mambo haya maloba ya Allah maneno ya Allah maloba ya Nzambe ya biso ya Biblia maneno ya Mungu wetu wa Biblia confort iko namna moja nazotanga nimesoma tangela ngai muganda ilmu 3:45 amsomea Al-Imran 45 katika polisi nataka mmoja akumbuke hili na lingine mtu nyosho hapa ni sawa na itika natanga inataka kusomwa taratibu nisikize isalana ndio inaposomwa tangu uko tangu nataka kila mmoja akumbuke hili jambo na lingine mtu moko na moko kanisa iloko amesema injili ya Qur'ani anaodia injili ya Qur'an iko nusu izalinda lakini ile haijakamilika anasema amelinda mtela lobizo nusu anasema yote malamu anasema hivi kile kama wewe ndio kutafsiri Evangile ya Yesu anasema injili ya Yesu na Qur'an benye injili na Qur'an benye injili ezali iko sote na kata kisa ametutuma kwa ile iko ndani ya Qur'ani sinamua timilisha na weza wakati ya Qur'an sura ya 3 chapitre 3 45 verset 45 na mimi natoa na ngai natoa promesse hii ya Qur'an ndio imekamilika ndio koki na hiyo ya Biblia na hiyo ya Biblia azana yangope anasema si tunayo nusu tika wewe bangoa na nusu tuna ngondani injili yao bangoa kandambe evangeli bazana yangope tosoma na kati ya Imran atangiza ilmu 3:45 okay Allah wa ta'ala nabii oh Marie voilà Allah t'annonce la parole de sa part oh Maria usikilishe Mungu amekupa habari kutokea kwake son nom sera Al-Masih jina yake takuwa Masia Isa il serait ici-bas atashuka hapa chini comme dans l'au-delà kama alivyokuwa juu l'aide rapproché d'Allah hiyo Qur'an tunasoma hakuna ngoja Qur'an haibadilishi tukisikiza Qur'an zaliko changer kuna aya katika Qur'an inasema kwamba Yesu atashuka mbinguni alikuwa huko baada hapa chini
Yesu akaita na mapatano ya zaraka kitanzi. Hiyo katika Qur'ani hakuna. Utapoteza kusoma. Ati Yesu alitoka bila kutoka huko juu. Soma hiyo andiko. Wacha kusoma kichwa kama yako ya kanisani. Soma ndani kwa salama kama mtu wa Biblia gishite. Soma kwa maneno ya kichwa. Kwa salama kama mtu te. Awani ewe nini? Ezo ya bisota ake bisende kwa biso. Unaona kitu gani ambayo yametuchukua muda mrefu kwa sisi kwenda Golba. Wakati tunazungumza ezende yote na rangi ya zuri. Haiko na moja na lugha ambayo tunazungumza. Huyu amebadilisha au amefanya kubadilisha azake kwetena baadaye. Iko amefafanua kwa makosa sasa. Kwa nini nimesema hivi kidogo ndugu yangu? Hebu moja kidogo ndugu yangu. Kwa salamu ke. Nafikiri hapa kuna watu wengi wanaosikiza. Na banza batobele bazaliko lokao. Kifaransa mimi sijui. Fransenga na hebite. Lingana sijui. Lingana na hebite. Na kile ambayo nimekataa makambo wao nyoso na hebi yango. Ile nimesikia huyu bwana akisema. Oyo ayoki motoya zako loka. Na kama huyu angekuwa amekosea, soki oyo azalaki zako kosela. Nafikiri hao watu wote wanaosikiza wangekuwa wamepiga kelele nikajua haja tafsiri. Banza batonyoso oyo balingaki ba irle parce que ba ekitengana zako interprete mabe. Na mimi nimesikia ukisema ukishofikiriza kwanza. Nimesikia huyu akisema kwa sababu tafsiri ndio soki oyo azako ya boye Mungu anamwambia Mariamu zama ya bisimani, na hapo hakuna andiko hiyo katika Qur'an. Na version na Qur'an zote ni malaika anamwambia Mariamu anje ndaza kwa Elisamari kwamba amepokea neema kutoka kwa Mungu akoswangolo ite pa nzambe. Na tena ukasema pia Robi ati atapata mtoto anayetoka juu kwa ajili ametoka huko juu. Azimona auti na mapata ndenge azaraki kuna ndia kitina. Na ulikuwa unasoma kwa kichwa. Obandeko tanga ngona. Ukasema hii sasa unasoma ni Qur'ani mpya hiyo hakuna. Ndena mabaki oyo tange zaliko leo sika zake. Kwa ajili kwa kichwa ulikuwa unateleza. Ndenge obandeko tanga ngona mtu. Soma ilivyoandikwa. Tanga ndenge koma. Utajua kelele yangu ilikuwa wapi. Ukoleta makelele ngai toti kolele ngai utakiwa. Hivi hatuwezi kubali badilishwe na mahubiri. Ndio korato nyingito kwa Matea ebongo mana Matea. Qur'ani tunaifahamu. Korato hebi yango. Na ukiweka kitu kingine ndani wote tunajua kama ni ingine. Sio kile bakishe roko Mungu na kazi batunyosi bakoende to bakishe roko. Sasa sema kilichoandikwa. Tanga ndenge kwa mami. Na tangi. Rappelle-toi quand les anges disent oh Marie, oh Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Kumbuka anasema Jibril anamwambia Maria, kumbuka Maria wakati Allah anakuteremshia maneno kutoka kwake. Wala Gabriel dazoloba. Jibril anaeleza hivyo. Son nom sera Al-Masih. Jina lake itakuwa Masia. Isa. Isa, fils de Marie. Mtoto wa Mariam. Il sait ici-bas comme dans l'au-delà. Ameonyesha hapa chini kama huko juu. Et l'un des rapprochés d'Allah. Ni kipenzi chana karibu cha Allah. Na nyingine expliqué par là. Ndio anataka kufafanua hiyo mambo. Illustre le dini en arabe. Kuonyesha kama wewe umeonyeshwa hapa. Bazote alisabisa balobi. Kama wanawafunza wao wamesema hivi. Bazote alisabisa balobi Jésus azaliwa Wadian na arabe lobi lokumu. Ilisre. Anasema kwa lugha ya Kiarabu anasema Wadian kama mtukufu. Wadian lakisi lokumu. Wadian na maisha kama mtukufu. Ezalimo ilisre. Ndio ilisre ndio mwenye kuonyeshwa. Enyeko loba. Imemaanisha hivyo. Yesu ana lokumu awa na se. Na Yesu ana utukufu hapa. Azabe na lokumu pe na likolo. Utukufu huko juu. Yango na yena saki comparaison na tangelo pe na li. Ndio maana alitaka kusoma kitabu. Ndio kwa sababu fahamu. Maloba oyo hiyo maneno euti na Biblia na biso wa chrétien. Ndio Biblia yao. Ukitanga na kisha atasoma sura chapitre 1 sura ya kwanza bandera na partir 29 verset 20 aya yake 29 24 29. L'ange entra chez elle et dit, malaika
ameingia kwake Maria akasema. Ange dodo utanga la Quran. Huyo malaika ambaye tulisoma cha Quran. Car le même ange wana. Huyo. Tukumule vile Bible awa. Kama katika Biblia. Il dit, akasema, je te salue. Na kusalimu. Toi à qui une grâce a été faite. Wewe ambaye neema ya Allah iko juu yako. Le Seigneur est avec toi. Mola yu pamoja nawe. Trouvé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera fils appelé du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Son père, il engendrera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Nasukiwana. Gabriel abandonne kolobana Quran. Ezali même Gabriel. Oyo azali kolobana Bible. Pour la talisayo. Bake. Maloba oyo eza na Quran. Euti na Biblia. Ezali quand même Gabriel. Ezali quand Eza mususu te, toza la sincère. Auti wapi? Ok sawa. Ezalika même amebeza ndenge moja. Nafikiri mnamusikia vizuri. Nafikiri mnamusikia vizuri. Pale tulipotoka na pale kuna tofauti na hawa tozali. Unajua tatizo lao ndugu zangu. Mnahusika na mtu ambaye wasahau kitu hata moja. Mnashughulika na mtu asiyesahau jambo. Umetoka katika Qur'ani baada ya kuleta madai kwamba Qur'ani ni nusu, kwamba injili iliyoko ndani ya Qur'ani ni nusu, alafu umezidisha balaa juu ya ingine. Umetoa andiko katika Luka ukasema kwamba ile ya Qur'ani imetolewa ndani ya Luka. Sasa mimi nataka kuthibitishia umma hii ya Luka hii ya Luka ni nusu na ile ya Qur'ani ndio kamili. Na kama sio kamili, watutolee maneno haya ndani ya Luka. Chukua hiyo Qur'ani sura ya 3 hapo alipokuwa anasoma. Sio kuja tu hapa na kuigiza maneno yako, na hapa mpaka kieleweke. Mlinikataza nisiende kwa Biblia, na mimi siwezi enda huko, lakini nataka kudhibitisha kwa nini nisiende kwa Biblia. Kwa sababu ninapoenda katika Biblia nitapata mambo nusu-nusu, sitapata ukweli wote. Sasa sikiza hiyo andiko kwa uzuri. Sura ya 3 anzia 45 tunaenda nayo sasa mpaka 49. Alafu kama Qur'ani kweli ilitoka katika Biblia, nataka haya maneno ayatoe pale kwa hiyo Luka. Na kama hayapo, tunaenda kwa swali lingine. Hatuwezi maliza muda kwa mambo yasiyokuwa na msingi. Kwa hiyo sielewi msingi wa nyinyi kuja leo ilikuwa nini. Mimi naona hakuna la msingi kabisa ambao tunaelimisha leo. Kwamba Qur'ani ilitoka kwa Luka. Kwanza lazima ufahamu kitu moja. Aliyefunuliwa Qur'ani hakujua kusoma wala kuandika. Angekuwa anajua kusoma tungesema alisoma Biblia ndo akaenda kuandika.
Kwa hivyo maneno haya kama anayajua na watu wa Biblia walikuwa wameandika, lazima Mwenyezi Mungu ndiye amemfunulia ukweli, na hiyo kweli ilikuwa imepita kidogo kidogo ndani ya Biblia. Sio watu kama alikuwa anasema Biblia. Kati ya Koran, mais eko se retrouver na kati ya Biblia, et la kesi pole était battue ya Biblia kwa kuteore basi watu yango bakommunike. Sasa nataka nikuthibitishie ya Qur'ani iko kamili, ya Biblia ndio nusu. Hawa tunaita sosoratore za clair que Qur'an est complet, Biblia ndio ina. Asoma hiyo andiko. Hiyo aliyokuja nayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rappelle-toi quand les anges dirent au mari, lorsque Allah t'annonce une parole de sa part, ce nom sera Al-Masih, fils de Marie. Hapa katika Qur'ani nimeacha istafsiriwe kwa ajili na ifahamu kwa kichwa. Na ifahamu kwa kichwa. Kwa hivyo nataka uende usome ufike mpaka 49. Na nafahamu wanajua Kifaransa vizuri. Sasa kuna maneno ambayo nataka tuyasikie hapa. Alitolee kwa hiyo injili yao nusu. Walidai hii ndio nusu. Sasa nawaambia mimi nawatolea katika injili hii yenye iko kamili. Alafu haya maneno ili yao iwe kamili, hiyo yao nusu watutolee ndani haya maneno. Endelea mpaka 49. Comme au-delà est l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux anges dans les berceaux et à son âge mire, et il sera du nombre déjà des biens. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il dit seulement, soit, et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. 49. Et il sera messager aux enfants d'Israël. Et il dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je vous forme de la glace comme oiseau. Puis je souffle dans et par la permission d'Allah, cela devient aux oiseaux. Et je guéris l'aveugle, né et le lèpre, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous emprunte ce que je mangeais et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Hapo Qur'ani inasema katika ile aliyosema ni nusu, na kati ya yeye alobaki zaidi kwamba Nabii Isa akawaambia, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, nimetumwa kwa wana wa Israeli, na nawaambieni katika udongo mfano wa ndege, kisha nampulizia naye anakuwa ndege. Imesema au haijasema? Nawaulizeni mliosikia. Imesema kwamba Nabii Isa ameumba ndege au haijasema? Imesema? Imesema. Sasa tuliambiwa hii ni nusu. Naomba watutolee katika injili ya Biblia wapi Yesu alipoumba, kama yao ni kamili. Wapi Jésus akela kisoki yango ezali complet. Kama haiko hiyo yenu ndio nusu. Soki ezalite yeba oya bionde ezali ndamu. Atuli biso question moko malamu. Anauliza ndio kwa vizuri zaidi. La première question est biso. Ulizo yetu ya kwanza, Jésus Christ, totalement question par la tentation parce que Satan veut tenter Jésus. Una évangile ya Jésus na maelezo ya Bwana Yesu eza ifika mwote wa komike Satan atataki Jésus Kristo. Hakuna kazi ambayo imeonyesha ya kwamba Shaitani alikuwa ni
kumshawishi Yesu. Ya mwana nde konja ngome. Tikisa tena. Unajua kwa nini? Wewe pora nini? Unajua kwa nini? Wewe pora nini? Yaani Qur'ani ya soko inatuonyesha miujiza ya Yesu. Yesu alipoleta kwa miracle ya Yesu. Lakini Biblia kazi na Biblia inatuonyesha tu kazi ya shetani. Lakini biso misala. Alafu huyu ndugu yetu kazi na kwa biso anatuambia Qur'ani haituonyeshi kazi ya shetani. Alafu na kazi ya Qur'ani lakini biso misala. Sasa maneno ya Mungu ina kazi gani na shetani? Kazi misala ya zambe ndio prominent. Hii kama kitabu yenu ni ya shetani kujaribu manabii wa Mungu. Nyie endeleeni kuwajaribu tu na mashetani wenu. Sasa kitabu na bila Satani ataliko tate. Ili ya zambe boko bakotate bangona Satan. Ili injili yenu iwe kamili. Sio kibolingi evangelia vile za. Ili injili yenu iwe kamili. Wapi Yesu anafanya muujiza wa kuumba? Wapi Yesu asali miracle ya kokela? Sio kutuambia hapa kazi ya shetani. Kwa hiyo hizo misala ya Satan. Kwani kazi ya shetani ndio injili? Misala ya Satan ndio evangelia. Ati Qur'ani haina penye shetani anajaribu Yesu. Kwa hiyo tunaona Kwani shetani kujaribu Yesu ndio injili? Hata hiyo nilifanya nikaacha uchungaji. Kwa sababu huko hamjui mambo ya Yesu. Unajua mambo ya Yesu. Nimeuliza swali na nauliza mara ya mwisho. Ili injili yenu iwe kamili. Kwa muda mrefu. Wapi katika Biblia? Wapi na kati ya Biblia? Yesu anaumba. Jésus akeli. Wacha hata kama ndege ni kubwa. Fika sasa ndekeza hii bure. Angalau hata inzi, hata nzizi. hata ile ndudu chungu, hata furumia mke. Wapi Yesu ameumba? Wapi Jésus akeli na kati? Kama si hivyo, sio kibongo. injili yenu ni nusu. Evangelie za ndamu. Na imejaa maneno ya shetani kama ulivyosema. Makambo ya Satan wako utikoloba. Yoka. Bakita. Tulijibu malamu. Wanasema hivi. Nadhani sana kwamba Satan anataka kata Qur'an. Hakurudisha kwa maneno ya shetani ndani ya Qur'an. Nadhani sana tentation au Satan atataki Jésus. Amesoma na kwa katika Qur'an takatifu. Surat moko sura ya kwanza. Yoka exactement. Sikiliza mstari wa na Qur'an Al-Baqara 135. Chapitre 2 verset 135. Yani sura ya pili sura Al-Baqara mstari wake 135. Sasa ile nilipoitoa katika Israeli kwa hiyo walikuwa wameweka mfukoni. Ndio mmeileta wenyewe sasa. Na tunamalizia hapo. Tangu akimsikia verset bongo yake au polipopesi tokusuke na wana. Tusikie mzee anasema. Mimi nilisema mnakumbuka nikiitoa kikataa wala hapana hapana. Kumbe mlikuwa mmeweka mfukoni mkaona na wanyang'anya silaha. Aliponiuliza wewe ni mnyenyekevu, nikasema soma Qur'ani sura ya 2 aya 135. Akakataa. Sasa sasa hizi unaniletea. Nipe basi. Na mimi namalizia hapo. Kwa sababu swali yangu ngoja kidogo. Hii unaenda kuisoma, alafu tunaenda kwa swali ya mzee wangu. Kwa sababu yeye mimi sikuwa najibu swali. Alitoa madai. Akasema Qur'ani iko na injili nusu. Akatoa sura ya 3 aya 45. Akasoma. Akatoa Luka 1:30 kuanzia 28 kuendelea mpaka 33. Akasema hiyo ya Luka ndio imekamilika. Hiyo Qur'ani ni nusu. Na mimi nikasema basi kama hii yetu ndio nusu, tuendelee aya ya Qur'ani mpaka 49. Tunapata Qur'ani natia mpaka muujiza wa Yesu. Ameumba ndege. Nikasema kama yenu ni kamili, mlipatia mahali pamoja ndani ya Biblia Yesu ameumba chochote. Kama hakuna injili yenu ni nusu.
kama ni nusu hauna haki ya kusimama kuongea na wenye kamili. Unakaa chini kusikiza wale waliosoma iliyo kamili. Sio kutuletea mambo nusu-nusu. Sijalipa tikiti ya ndege kuja huku kuleta mambo nusu-nusu. Na hii uwanja Waislamu hawajalipa kwa sababu ya kuongea mambo nusu-nusu. Tunalipa kwa sababu tuko na yote kamili, au sio Waislamu? Sasa nimemuuliza moja. Kama kweli injili walionao katika Biblia ni kamili, atupatie andiko moja Yesu ameupa nini ndani ya Biblia? Ikiwa nangoja nipatie hiyo injili yao kamili, anasema nisome Qur'ani 135. Kwa hivyo kwa sababu ukamili hauko ndani ya Biblia, inabidi ajaribu kujikamilishia huku kwenye kuko kamili ndani ya Qur'ani sura ya 2 aya 135. Ndio maana nasema tunamalizia hapo. Mwalimu, wewe bwana amemuuliza huyo baba kama nayo andiko ambayo Yesu aliumba. Anamuuliza, "Abida pala, umekoa palangana yuko kama papa Yesu unaenda kwa sababu hiyo Yesu yake lakini." Alipokuja alisema nisiulize. Sasa yeye ameanza kuulizana huko. Biblia inayosema Yesu aliumba nini? Injili yenu ni nusu, na itabaki kuwa nusu, na imani yenu ni nusu, na vitu nusu alieni peponi. Haziwezi enda vitu nusu-nusu. Haziwezi huko. Na ndio maana sikuwajibu na kitabu nusu-nusu. Sio neno Biblia. Na Mungu taka niiguze. Na sitaguza kama mna ile andiko. Mlete. Kama hamna, tunasema ndiko ile mmetoa. Alafu mnaenda mtafute. Mkipata, mnarudi tuendelee. Au mnasemaje Waislamu? Kusoma basi, nasoma na kuendelea. Nous croyons à Allah. Croyons à Allah. Et à ce qui nous a aidés. Et à ce voir Abraham, Ibrahim, Ismaël, na kwa Isaka, Jacob, na kwa Yakub, na katika makabila yale ambayo kilikuwa kwa Musa, à Jésus, kwa Isa, et à ce qui a été donné na yale ambayo kilikuwa kwa mtume venant de la Seigneur. kwa Mola wao. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Hapa tuweze kuachanisha na kubainisha mambo toka kwa Allah. Et à lui nous sommes soumis. Na kwake ndiko tumenyenyekea. Car Hawa ndio wametafuta. Allah wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amesema, Allah amezungumza hivyo. que ça la différence dans la Bible n'a été. Tusilete kubainisha ndani ya Biblia. Première distinction, Kwa sababu yule ambaye alitoa bainifu les amis différence. ni kuchagua. Nous reconnaissons que c'est la différence. Wewe unakuwa kwamba kubainisha C'est que les gens soumis à Allah na yake kumjekea mbele ya Allah. Haya, sasa sikiza. Sasa sikiza kabisa. Ninapomalizia. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Qur'ani imesema. Semeni nyinyi Waislamu. Kuambia Wakristo. Wayahudi na Manaswara.
tuwaambie tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa na yale aliyoteremshiwa Ibrahimu na Ismaili na Isaka na Yakubu na kizazi chake Yakubu na yale waliofunuliwa Musa na Isa, wote tunawaamini wala tutofautishi baina yao, na kwa Mwenyezi Mungu tumenyenyekea. Sijapata andiko hata moja ndani ya Qur'ani inayoniambia semeni nyinyi Waislamu tumenyenyekea Mwenyezi Mungu na tunamwamini Luka na tunamwamini Mathayo na tunamwamini Marko na tunamwamini Yohana na tunamwamini Paulo. Andiko hilo hakuna. Kwa hivyo sina wajibu wowote wa kumwamini Luka anayeniletea injili nusu. Ili nimwamini Luka, wapi Yesu kaumba ndani ya Biblia? Kama hakuna, hiyo ni mambo ya Luka, na Mungu hakuniambia niamini Luka, aliniambia niamini Yesu. Na kama ni kuamini Yesu, Yesu alipewa injili. Luka alipewa nini? Mathayo alipewa nini? Marko alipewa nini? Yohana alipewa nini? Na kapewa na nani? Aliyepewa injili ni Yesu. Ukiniuliza injili yenyewe iko wapi? Sasa iwao heri. Hizo za elimu ngoja niweke mfukoni. Ukiniuliza taratibu. Wakati wewe unaongea mimi niko kimya. Wakati anaposema mimi nasema chochote. Wakati mimi anasema mimi naongea. Kwa nini unataka kuongea sasa? Au kwa nini napata makuta hapo? Wewe angalia tu hii ya elimu. Wewe tulia namna hiyo. Sasa ukiniuliza injili iko wapi? Natoa andiko la mwisho katika masuala hayo. 5:48 Qur'ani. 5:48 Qur'ani. Jazakallahu khair. 5:48 Qur'ani. Hapo ndio kwenye injili iko. Si ya Luka wala Mathayo. Jazakallahu khair. Si ya Luka wala Mathayo. 5:48 Qur'ani. Changamsha huko soma. 5:48. Hebu peana hiyo kwanza. 5:48 Qur'ani takatifu. Inasemaje? Les Corans chapitre 5 verset 48. On va dans les cléments et miséricordieux. Hebu sikizeni. Et sur toi Mohammed sallallahu. Nous avons fait descendre les livres avec la vérité pour confirmer les livres qui étaient là avant lui et pour preuvoir sur lui. Jugez donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas les passions, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons enseigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah que votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergissez. Umesoma 5:48. Ndio mwalimu. Inasema na tumekuteremshia Qur'ani. Tumekuteremshia Qur'ani kwa ajili ya kubainisha haki na kusadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Kama haya ndio yaliyoharibiwa au ndio yaliyosalimika. Kwa hivyo kama nataka kusoma injili, siendi kwa Biblia. Kwa hiyo Qur'ani ananiambia kuna yale yaliyoharibiwa. Yaliharibiwa wapi? Huko kwenye Biblia. Lakini kama nataka kujua ya kweli, hapo ndani ya Qur'ani ndio kuja kutuambia yaliyosalimika na yaliyoharibiwa. Kwa hivyo nikipata maneno ya Yesu ndani ya Qur'ani, najua hiyo iliyosalimika na najua hiyo kwamba haikuharibiwa. Lakini nikaikosa, nikaletewa ingine ambayo haina mpango, ambayo iko na Yesu ambaye hakuumba chochote,
Anajua hiyo iliharibika. Na sina haja nayo. Sasa nawapatia kazi. Endeni mnitafutie kwa Biblia. Wapi Yesu kaumba? Mkipata hilo andiko, tutajua injili iko katika Biblia. Kama hakuna, mnajua kwamba yenu ni nusu. Iko. Luka ndio watangira bisoli. Andiko wenyewe verse pesa. Luka wapi? Anga wewe kawa. Kuna watu wanaandika na Kolosai. Anasoma Wakolosai. Wakolosai ndio injili. Est-ce que Kolosai sana evangelie? Unajua tusidanganyane hapa. Hiyo ndio injili. Atunio Kolosai. Kwa sababu injili zilizotajwa ndani ya Biblia. Evangelie na kati ya Biblia. Kuna Mathayo, kuna Luka, kuna Marko na kuna Yohana. Sasa katika Luka, Marko na Yohana hakuna mahali Yesu ameumba, lakini katika Qur'ani Yesu kaumba. Nikakwambia hii ni kamili. Sasa kwa ajili yenu nusu haina, na huwezi torokea katika Qur'ani. Unatafuta kwa barua ya Paulo kwa Wakolosai, na huko pia Yesu hajaumba. Huko pia Yesu hajaumba. Soma, kama hakuna unateremka tuende kwa mzee wangu. Hata hakuna haja ya kusoma. Kama uko nayo kwa injili, hiyo tutakuwa tunamaliza wakati. Hiyo si injili. Kabla msome, hebu tafsiri. Kabla usome, tukubaliane. Wakolosai ni barua ya Paulo au ni injili? Au ni injili? Au ni injili? Evangelie ya Paulo wanaazongo wapi? Anasema hiyo question. Paulo alikote evangelie wana wengi anapata ufunuo wake. Umemsikia swali yake? Sasa sikiza. Maadamu umeamua kujibu design hiyo, na mimi nakuweka kwa shule kisawasawa. Hii ya Paulo naikataa. Na naikataa kwa kusudi. Ameuliza injili ya Paulo anatoa wapi? Badala aweke tu watu wazi kwamba ili barua ya Paulo. Wagalatia 2:7. Wagalatia 2:7. Kwa maneno ya Yesu na nini nikasema sitaingia kwa Biblia. Lakini Paulo hapatikani kwa Qurani. Na umeniuliza Paulo anatoa wapi? Sasa inabidi nimtafute huko penye anapatikana. Kwa Galatia 2:7. Paulo anasema bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, mimi nimetahiriwa. Mambo ya Paulo pelekea wasiotahiriwa. Hiyo ni Biblia imesema. Injili yake ni ya wasiotahiriwa, na Waislamu wanatahiriwa kama suna ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Sasa hiyo injili ya wasiotahiriwa si yetu. Au ni vidume hapa mnakubali injili ya wasiotahiriwa? Sasa kama injili ya Yesu hamko na hamna ile kamili, ya Qur'ani ilikuwa kamili. Endeni mtafute andiko Yesu ameumba kwa injili za Biblia. Alafu mtuletee. Tusimalize wakati. Patieni mzee wetu pale. Hapo kwa hiyo andiko mshauri mzee aliko pesa. Isome.
Waislamu nataka msikize. Alijiboyoka bien. Kama hiyo andiko itasema Yesu ameumba, So ki verse wana ikorobake Jésus akeli. mimi ndo naenda kukaa chini Na kiko vanda na se. waendelee kutuhubiria. Bango bakokoba kote. Lakini kama haitasema Yesu ameumba, So ki elobi le contraire. wajaribu kusema na midomo yao, Bango ba meka koloba yango kaka na mbebo na bango. wananirudishia maiki yetu. Bazongisa mikrofoni. Tumelipia uwanja, Futi teneo. hatuna muda wa kupoteza. Sana monga kopere. Msikize mzee wetu. Toyoka papa na biso. Atoa andiko. Pesa verse. Luka verset tutangina Jean chapitre 1 verset 1 Yohana moja. Yohana jusqu'à 14. haina tatizo. Yohana 1:1. Jean 1 mpaka 14. Jean 1 chapitre 1 verset 1 jusqu'à 14. Yani Waislamu, hii sasa tunataka kupotezewa muda. Awe komi perte du temps. Kwa sababu Yohana 1:1 Parce que Jean 1 inasema hapo mwanzo kulikuwa neno. Jusqu'à 14. était la parole. Naye neno alikuwa kwa Mungu. La parole était avec Naye neno alikuwa Mungu. et la parole était Katika yeye hakuna kilichofanyika. contrairement na liloba moko esalamate. Ukifika katika 14 Soki okomi na inasema naye neno akafanyika mwili. la parole s'est faite chair. Akakaa katikati yetu. Epanda elongo na biso. Akafananishwa naye kama mwana wa Mungu. Hakuna na kile. Sikia jina Yesu. Est-ce que la Bible kamba ya Jésus? Ateremkeni. Shangani uko wapi? Imam Shaban, totelemi awa depuis 17h tolingia asuka. Hiyo muda ya kupoteza hatuna. Awa ya kobebisa pamba eza. Tungekuwa nayo tungeipoteza. Eza la kaneto bebi simeta. Andiko Yesu ameumba. Mkishaipata tawapatia ili tutaendelea. Tokopesa tokoba. Hebu mpatie mzee wangu maiki. Pesa papa mikrofoni. Tafuteni andiko wapi Yesu ameumba. Uwe na kisi esika Wapi Yesu ameumba. wapi Jésus akeli. Sio kuja tuna kutuambia hapa nchi yenu nusu, kumbe yenu ndio nusu. Bisa biso imagine na bino nenda. Nchi yenu nusu na kumbe nyinyi mmekuja nao nusu. Oya bino nenda. Wapi Yesu ameumba. Wapi Jésus akeli. Sio kusema tu. Hali ndio iko na injili kamili alafu mnakuja kuidharau hapa. Nenda na evangile. Oye bino kwa hivyo. Inawapatia miujiza kufanya katika Biblia. Pesi bino miracle yo Jésus atikala kosala tena Bible. Katika Qur'ani Nakati ya Koran. Yesu ameongea akiwa mtoto mchanga kitandani. Jésus a sololi à l'âge d'un bébé à 3 jours. Muujiza usiokuwa ndani ya Biblia. Katika Biblia Yesu anaongea anafanya muujiza wa kwanza ni kutegeza pombe. Na Bible miracle alibosea Jésus ezalinde kubongeza nini? Watu wa leo, Boba tubalangwa. watu wa kunywa, Watu bamela. alafu mnasema hiyo ndio injili. Walobiwa na ndeva evangile. Lokuta. Hebu mpatie mzee wetu maiki. Pesa papa Mike. Amechukua tayari. Habari ya mzee wangu. Sango nini papa? Anasema iko vizuri. Karibu sana. Alobi soyez les bienvenus. Je remercie d'abord les conducteurs, les serviteurs de Dieu Anasema ametoa shukurani kwako mtumishi wa Mungu pour m'avoir accordé ce petit temps. ili kwa sababu umemkubalia muda mchache azungumze. Je n'ai pas une préoccupation en soi, Hana kabisa neno moja la muhimu hivi maalum, mais j'ai un message. lakini ana neno la kiakili, yani J'ai fait de fikra ya passage busara. ici vendredi. Alikuwa siku ya Ijumaa anapita njiani, Bon, j'ai entendu que Jésus-Christ, Fils de Dieu, akasikia tu kwa barabara mahubiri inasema Yesu Kristo si mwana wa Mungu. alors cela m'a tiqué un peu. Ile neno ikampa uoga kidogo. Alors, je me suis... que réellement Jésus n'est pas Fils de Dieu. Akaanza kujiuliza, ni kweli kabisa Yesu si mwana wa Mungu?
Alors, comme vous me donnez cette occasion, je confirme que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Je confirme que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Maintenant, j'ai des versets bibliques. Il y a des versets dans la Bible. Ouvrir une parenthèse que je vais ouvrir, que je vais pouvoir fermer immédiatement. La Bible, nous l'appelons en français. Au grec biblios. Biblios veut dire plusieurs livres dans un seul. C'est ce qui veut dire la Bible. Je ferme cette parenthèse, je ne suis pas là-bas. Mais je vais seulement confirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le ciel m'entend et la terre m'entend aussi que je confirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que toute la création entende